Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Tunapoendelea na Dominika ya pili ya Majilio, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya linatuendeleza njozi anayoiona nabii Isaya juu ya nyakati mpya zitakazokuja, nyakati za Masia. Ni kama anaizungumzia paradiso mpya inayokuja, ambapo kutakuwa na sheria na mfumo mpya utakaoonyesha amani, utulivu na ustawi, haki na kadhalika. Anazungumza katika nyakati ambazo taifa la Israeli likiangalia namna ambavyo watawala na viongozi wao wanaoongoza hawayaonji wala kuyaona haya matumaini. Kwa hivyo wanakuwa katika kipindi cha kukata tamaa na kuvunjika moyo, na yeye anawapa moyo kwamba tujiandae, hizo nyakati zinakuja. Na katika somo la Injili, Yohana Mbatizaji anatuonyesha namna ya kuingia katika hizo nyakati. Anazungumza mara nyingi, lakini msisitizo wake unakuwa ni kwa toba. Makundi mbalimbali yanaelekezwa namna ya kufanya toba, na anaonyesha kama ubatizo ndio mlango wa kuingia na kuelekea katika kile ambacho nabii Isaya amekiagua, amekitabiri, amekiona. Ndugu zangu, hakuna wakati ambapo somo la Injili na somo la kwanza lina maana kubwa katika maisha yetu kama nyakati hizi tulizo nazo. Hiki anachokiona nabii Isaya na hiki anachokisema na kukiasa na kukifundisha Yohana ni mambo ambayo nadhani kwa wakati wetu tunayahitaji sana. Tunahitaji hizi nyakati alizoziona nabii Isaya, tukiangalia na mambo na jinsi ambavyo tunaenenda na mambo yanavyokwenda. Kama Waisraeli waliona namna ambavyo wameangushwa na viongozi wao wa siasa, viongozi wa dini, wote wamewaangusha. Viongozi wa jamii wamewaangusha. Kama taifa teule hawaoni ule upekee wao, wala hawaoni kile ambacho Mungu aliwaahidia. Badala yake wanaona mambo ambayo kwa kweli yanawaumiza na hawakuyatarajia. Na nabii na Yohana Mbatizaji anasema suluhisho la hayo mambo sio malumbano. Suluhisho yake ni toba. Kila mmoja wetu anaalikwa kufanya toba, wote kabisa. Tumepungukiwa na utukufu wa Mungu na tunashiriki katika kuichangia hiyo hali kuwa hapo ilipo, na wote tunapaswa kutubu, tunapaswa kumrudia Mungu. Hatuwezi kuelekea kwenye hicho alichokiona nabii Isaya kwa ahadi za uongo na maneno mazuri na vitu vya nje. Haiwezekani. Tunahitaji mabadiliko ya kweli ya ndani, na mabadiliko ya kweli ya ndani yanaletwa na toba. Tunahitaji kutubu. Hatuhitaji kunyosheana vidole. Kila mmoja wetu ana cha kujutia, ana cha kutubu. Wote tunapaswa na tunaalikwa kumrudia Mungu. Yohana Mbatizaji anaungana na kundi la wengi waliokuwa wanawapa moyo na kuwaambia kwamba nyakati zinakuja ambazo ni nyakati nzuri. Lakini tofauti na wengine, Yohana Mbatizaji anatoa ushauri kwamba ni mambo mawili, ni ubatizo wa toba. Ubatizo ilikuwa ni kuzamishwa kwenye maji, na unapozama ni ishara ya kufa, na alafu unapoibuka ni kama umezaliwa mpya. Kwa hiyo watu waliamini twende kwa Yohana Mbatizaji tukazamishwe kwenye maji ili tupate tiketi ya kuingia katika huo ufalme ambao yeye anautangaza kwamba uko karibuni, unakuja. Kwa hiyo watu wengi walibakia kwenye ushabiki na matendo ya nje. Nikazame kwenye maji, nikiibuka mimi huo ufalme ukifika nimo.
Yohana Mbatizaji wanapofika anawaambia kuna cha ziada cha kufanya. Ubatizo na usema mimi sio shauri la kuingizwa tu kwenye maji, hapana. Ni shauri la kubadilisha maisha yako, la kubadilisha mwenendo wako, la kubadilisha na kutubu, kufanya toba na kumrudia Mungu. Ndugu zangu, huo mwaliko wa Yohana na kile alichokiagua nabii Isaya ndicho tunachojiandaa nacho katika kipindi hiki cha Majilio. Hilo chipukizi analolisema nabii Isaya linakuja kutimilika anapozaliwa Yesu. Sisi tunaingizwa kwenye muunganiko wa pekee kama Wakristo kwa sakramenti ya ubatizo. Lakini je, tumekuwa waaminifu kwenye hicho kiapo na hiyo ahadi ya ubatizo tuliyoitoa? Hivi kati ya watu wanaotuumiza na watu wanaotuonea na watu wanaotutweza na kutudhalilisha, hakuna anaitwa Petro? Hakuna anaitwa Pauli, mbatizwa, ambaye kwanza ameacha kusherehekea siku ya kuzaliwa, yeye anasherehekea siku ya kubatizwa? Lakini namna anavyoishi, namna anavyotenda haituonyeshi kwamba Kristo ameshazaliwa katika maisha yake na Kristo ameshakuja kuukomboa ulimwengu kwa damu yake. Hatuonyeshi hivyo. Na wakati mwingine Petro huyo na Pauli huyo ni nini? Yohana anatuambia tutubu. Tufanye nini? Tutubu. Tunaalikwa kumrudia Mungu. Hicho ndicho tunachopaswa kukifanya kweli kwa sasa kama watu. Katika somo la pili tunaambiwa na Mtume Paulo hii mambo ya kunyosheana vidole na kulaumiana. Katika nyakati zake anazungumza haya wakati wengi na wachache wakiwa wanatuhumiana, wenye nguvu na wasio na nguvu wanakuwa wanapambana. Wanapambana kwa sababu gani? Hawa wachache na wasio na nguvu wao wameamua maisha yetu sisi yatakuwa ni ya kufunga kadhalika na kadhalika. Lakini kuna wengi ambao wanaona mbona kama washamba. Kwa hivyo haya makundi mawili hayakai na kusikilizana, lakini wanajiita wa Kristo. Hawakaribishani, hawali pamoja, hawakai pamoja, lakini salamu yao wote ni Kristo. Tumaini letu. Ukisema Mungu ni mwema na kila wakati, na sisi tuliobatizwa na kuingizwa katika hiyo asili, kwetu Mungu ni nani? Ama sisi ni wema? Kuna mtoto amejibu mdogo kiasi anasema hapana. Sisi si wema kila wakati. Na kila wakati sisi si wema. Basi katika kipindi hiki cha Majilio kila mmoja wetu ana wajibu wa kufanya maandalizi ya kina katika nafsi yake kwa njia ya toba, akikumbuka viapo vya ubatizo wake na yeye mwenyewe akiamua kumrudia Mungu, akiamua kuwa mwema, akiamua kubadilika. Kwa hivyo ni wakati wa mabadiliko, ili kwa njia ya sisi kuwa Wakristo ule ufalme wa Mungu udhihirike katika maisha yetu ya kawaida na katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu ya wema wetu, kwa sababu ya utu wetu, kwa sababu ya maadili yetu yanayoangaziwa na tunu za Injili. Hizo ndizo ziwe dira yetu katika kipindi hiki kigumu. Tuongozwe na tunu za Injili. Tuongozwe na tunu za Injili ili tuwe sehemu ya uponyaji badala ya sehemu ya kuumiza.
tukiimarishwa na Kristo na sisi tuwaimarishe wengine, tuongozwe na Roho wake na tuifanye dunia na tuifanye Tanzania na kanisa pawe mahali pazuri na bora zaidi pa kuishi, kama jinsi ambavyo somo la kwanza linatuangazia, mahali pa amani, mahali pa utulivu, mahali pa upendo, mahali pa haki. Na tujiepushe na yale yote yanayokwenda kinyume na hayo. Hayo ndio maandalizi mazuri ya kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa kuingia katika ufalme wake. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini leo pia kama parokia tunafanya sikukuu ya mavuno.